So huyu mwana anaitwa Okeme alipata shavu la kuwa houseboy nchini Uingereza kwenye mjengo ambao wanaishi wadada wawili single mothers, na akawa ameanza majukumu yake, na huko Nigeria yupo dada yake ambaye amekuwa anamtegemea kwa 100%. So katika maongezi yao kuhusiana na majukumu ya msela mape kabisa pale nchini Uingereza, dada akawa na furaha sana kuona kaka yake sasa anakwenda kubadilisha maisha yake kwa 100% kubwa sana. So the main talk ni kwamba baada ya mazungumzo msela akawa amemtumia kiasi cha pesa, na dada akawa amepagawa kwa kiasi fulani kwa sababu hakutegemea kupokea kiwango kile cha pesa ambacho hajawahi kukipokea kutoka kwa kaka yake. Sasa mwana akiwa anaendelea na majukumu yake, anatokea huyu dada ambaye ni miongoni mwa mama's wanaoishi ndani ya mjengo, anaitwa Precious. Sasa akawa anajaribu kutafuta mazungumzo naye kwa kumuelekeza pale, lakini mwana akawa anamtizama tu bila kumjibu. So katika maongezi yao bana, hawa dada wote watatu, ambaye mwenye koti jeusi ndio ambaye alimleta, ambaye ni dada mkubwa, hawa wengine ni marafiki zake, lakini kubwa zaidi ni kwamba Vicky yeye akawa anamsifia sana kwamba msela anajua sana kupika. Hakutegemea kuona mwanaume anaweza kupika kwa kiasi kile pale. So akawa na furaha sana, akawa anaelezea rafiki zake kwamba alikuwa na njaa, so mwana akawa amempikia chakula kitamu sana. Lakini Precious yeye akuona kama ni jambo la kustaajabisha sana ambalo limemfanya Vicky yeye kulizungumza. So akiwa anaendelea na mazungumzo, anatokea msela akiwa anaendelea na usafi wake, akamwambia toa pishi kidogo kwa ajili ya kuendelea kuzungumza. Na dada mkubwa akawa amewaambia kwamba huyu msela atabidi wakae naye ili aweze kuwasaidia kazi 2-3 ambazo zitakuwa zinatokea ndani ya mjengo. Yeye binafsi amemleta hapa anamsaidia kwa sababu jamaa anapitia hard time sana, so akaamua tu kumsaidia, na only solution akaona amlete kwa rafiki zake kwa ajili ya kuweza kufanya kazi za ndani, na wao wataamua kuweza kumlipa kiwango cha pesa ambacho wanaona kiko affordable. Lakini Precious akawa na doubt kwamba kwa nini dada mkubwa asiende kukaa naye kwake, anamleta kwetu. Dada mkubwa akamwambia kwamba mazingira ya nyumba yake hayako rafiki sana kuweza kuishi naye. Aliamua kumleta ili waishi naye ili aweze kuna namna gani ambavyo wanaweza wakamsaidia. Sasa Vicky aliona sio jambo baya, ni wazo zuri sana kwa sababu kuna kazi nyingi sana ambazo hawawezi kuzifanya peke yao. Kwa hiyo kama kutakuwepo na mtu ambaye anawasaidia basi ni jambo zuri kabisa. Lakini Precious yeye hakuona uhitaji, akaamua kuondoka. So Precious tangu mwanzo amekuwa anavutiwa sana na jamaa, na anaonekana ni kama anapinga uwepo wa jamaa kishingo pande pale mjengoni, lakini ndiye ambaye alianza kuonyesha matamanio kwa mchizi toka siku ya kwanza mchizi alipokuja mjengoni. So mwana alikuwa akifanya usafi kwa kicheza na kuimba. Precious akawa anasikia sauti, akaamua kunyetia kwenda kushuhudia nini hasa ambacho jamaa anakifanya kwa wakati huo. Lakini pia Vicky na yeye akawa amesikia sauti na akawa anasogea pia taratibu kushuhudia nini kinaendelea. Akamkuta jamaa anaimba na kucheza kwa furaha sana, na Precious naye akawa anachungulia kwa kuvizia fulani na akaamua kurudi, huku Vicky akionekana kufurahia mchizi ambavyo alikuwa anaimba na kucheza. Akamshtua pale na kumpongeza, alafu akaamua kuondoka, lakini bado akawa kama anamchungulia kwa kuvizia hivi. Vicky naye alionyesha matamanio ya kuvutiwa sana na mchizi toka amekuja hapa mjengoni, lakini hakutaka kabisa kujirahisisha kwa mchizi kama ambavyo pengine Precious yeye anajaribu kutaka kufanya. So siku nyingine hili msela akiwa anaendelea majukumu yake hapo ndani ya usafi wa nguo na nini, anatokea Precious ambaye alikuwa akinyatia taratibu kwa ajili ya kuweza kumfuatilia huyu jamaa. Amekuwa anamvizia kila mara anapokuwa anafanya usafi. So mwana kama amevua shati lake na nini, akawa amebaki bodi fulani hivi la unyamwezi. So anatokea Precious akawa amejitegesha, na mwisho siku akawa amegongana bahati mbaya. Ile kugongana ni kwamba Precious akawa anamind sana msela na kumwambia kwamba siku nyingine awe makini, lakini akawa anatazama bodi la mwana, macho yake yote kiasi kwamba ilimfanya jamaa aweze kupagawa na kushangaa nini hasa ambacho pengine Precious anataka kukifanya. So kesho yake mwana akiwa anasafisha chumba cha Precious anatokea, anaanza kumseduce mshikaji akawa haelewi pale, anaona hiyo ni sio kazi yake ambayo imemleta, lakini Precious akamwahidi kumpa pesa endapo atapita naye. Basi mwana kwa sababu ya kuhudhuria vikao vya wanaume akawa amepita na Precious. So kama ambavyo aliahidiwa pesa mingi, sio poa, akawa anashangaa mpunga ambao alipewa. Kumbuka jamani kutoka bush kabisa, kwa hiyo kilichompeleka nje ni kutafuta pesa. So akawa amini mpunga ambao ameupata baada ya kupita na Precious. So Precious baada ya wiki kadhaa akawa amegundua kuwa ana kibendi cha msela, kitu ambacho kilikuwa kinampa mawazo kinoma kwa sababu ni jambo ambalo hakuwa amepanga. Sasa mwana akiwa ameleta mzigo alioagizwa chumbani kwa Vicky, anamkuta bibi akiwa ameketi, lakini jamaa Okeme akawa anamuuliza Vicky, mbona anakuona kama una mawazo hivi? Vicky akamwambia, ni lini umewahi kuwa daktari? Akamchana kwamba yeye ni mwanaume tu aliyekimbia kwao kuja kwenye miji ya watu, kwa hiyo ajali mambo yake lakini sio mambo ya watu wengine. Akamwambia, lakini mwamba akamwambia kwamba amemuona ana stress, kwa hiyo kama atamruhusu basi anaweza kumfanyia massage kidogo tu ili awe fresh. So Okeme akamwambia Vicky kwamba kuna ndugu yake aliwahi kumfundisha, kwa hiyo yuko fresh wala hatakuwa out of professional. So akawa anaanza kumwambia pale kama atazingua basi
basi amfukuze kazi. So akaanza kumshika shingoni huku Vicky akimwambia acha bwana acha, lakini kumbe ni kwamba anamwambia acha, lakini kumbe anataka aendelee kufanyiwa massage. So Vicky akaamua kuinuka na kwenda kukaa kwenye kiti kwa ajili ya kufanyiwa massage, na Msela akamfanyia massage pale. So ile milio ikamshtua sana Precious kuja kuangalia kuna nini hasa ambacho kinaendelea. So akanyatia pale na anatokea na mwana akawa ameacha na kuondoka. So Precious akawa anamwambia Vicky anashangaa kumuona anamruhusu mfanyakazi wa ndani kumshikashika. Kwake haiwezi kutokea kitu kama hicho kwamba amruhusu mjamaa aweze kushika mwili wake. Kwanza sio msafi. Lakini Vicky akamwambia kuwa mwana anaweza kuwa mfanyakazi wa ndani lakini sio mchafu, na anakiri kuwa Precious kwamba ilikuwa ni massage tu anamfanyia. So Precious akamfuata mshikaji kwa kumwambia kuwa ameshajua plani yake ni kupita nao wote, kitu ambacho Precious anamwambia kwamba hawezi ruhusu kitokee mbele ya macho yake. So mwana akawa anamwambia kwamba nilikuwa namfanyia tu massage na hakuna kingine ambacho kwa kinaendelea. So katika kujibishana pale Precious akamchapa kofi mwana. Mwana alimaindi kinoma, akawa ameamua kumsukuma pale Precious. So Precious akawa anamuuliza umenisukuma? Mwana akamwambia usiendelee kunifuatilia, la sivyo nitapiga kelele na kumwambia kila mtu kuwa ulinivuta chumbani kwako ili tufanye mapenzi. Ndipo ambapo Precious akaamua kukimbia. So aliona ni kwa sababu jamaa alionekana kukasirika kutokana na tukio ambalo limetokea. So Okeme akawa ameenda kumuomba pesa Vicky kwa ajili ya kwenda kununua mahitaji ya nyumbani. So Vicky akamwambia atamtumia tu, lakini kabla hajaondoka akamwambia amevurugwa sana na kumwambia hajui avae nini. So Mwamba akamwambia kuwa madam, hutakiwi kuchanganyikiwa sana, hiki ambacho umekivaa kimekaa poa sana kwenye mwili wako. Vicky akamwambia kweli? Hebu niangalie. Akawa anageuka pale, mwana akawa amepagawa sana, hataki hata kuangalia huko, anacheka tu pale. Madam akawa anafanya makusudi kwa ajili ya kumuonyesha body lake ili mradi aweze kumuingizia matamanio. So kabla hajaondoka, Vicky alipokea simu, akawa anaongea na mpenzi wake na kuonekana kwamba hakuna maelewano baina yao. So akawa amemuomba Okeme amsaidie kuzuga kama mpenzi wake, ili mpenzi wake anapokuja kuongea naye aone kwamba amesha move on, hahitaji kabisa kuwa naye kwenye mahusiano. So mwana alipofika anamuomba msamaha Vicky. Vicky akawa anamwambia kwamba hakuna ambacho kinaweza kutokea wao karejea kwenye mahusiano tena pamoja. Akawa anamwambia kwamba yupo tayari kwenye mahusiano na mpenzi wake, ana wivu kinoma. So Okeme akawa ametokea na akawa ameigiza kama mpenzi wake ili mradi tukumfanye Mwamba aone wivu na aondoke. Sasa yote akiwa anaendelea, Precious akawa anashuka kwenye ngazi taratibu kuona hayo, kuyasikia hayo maongezi na kushuhudia kila kitu. Na furaha iliyopo baina ya Precious na Vicky ilizidi kumuumiza zaidi. So Vicky akawa amefurahishwa sana na namna ambavyo Okeme alivyoigiza, na hata Kiingereza chake kilikuwa kimenyooka tofauti na mwanzo ambavyo alikuja. So furaha ilitawala sana baina ya Vicky pamoja na Okeme, lakini Precious yeye alikuwa hafurahii kile ambacho alikuwa anakiona. So Vicky akawa anamshukuru sana Okeme kwa kumsaidia ili kumprovoke mwana, kidai kwamba amemkosea sana na hakuna haja kuendelea naye kwenye mahusiano. So katika kumshukuru wakawa wanazungumza, mwana akawa ameonekana kumwambia kuwa hakuna shida yoyote, lakini bibia tayari ilikuwa ashamuelewa mchizi, kwa hiyo akaamua kumkiss. Lakini kitendo kile pale kilisababisha kwamba Vicky kuonekana kama amekosea hivi na kuanza kumuomba msamaha, lakini mwana kwa sababu anahudhuria tena vikao akaamua sio kweli bwana. So akapita na Vicky tena. Na tangia hapo wili hawa wakawa ni wapenzi, wakiwa jikoni hawakusita kuonyesha mahaba yao. Sasa Precious aliwakuta na kushangazwa sana tena kwa mara nyingine kumuona Vicky amekuwa mrahisi kiasi hicho kwa mfanyakazi wa ndani. So Precious akawa anamlaumu sana Vicky kwa nini anafanya hayo yote. Amefikia hatua ya kumnunulia hadi nguo, kitu ambacho anaona ni kujikosea heshima. Kumbuka yeye tayari alishalala na Okeme na ana kibendi cha Msela, kwa hiyo anajisikia wivu kuona Vicky akiwa na roll na Okeme. Sasa lakini Precious akawa anamwambia nimelala naye. Vicky akasema kwa hiyo ulihisi kwamba mimi ukilala naye ndo nitafanyeje? Ni jambo ambalo Vicky hakuonesha kujali kabisa. So kutokana na maongezi yao, Precious akaamua kumwambia Vicky kwamba atamrudisha Okeme alipotoka. Vicky akamwambia ni sawa tu, hakuna shida, ambacho atakifanya ni kumwajiri yeye mwenyewe binafsi, kwa sababu sasa hivi Precious ndio analipa mpunga wa mwana. Lakini Precious akawa anamwambia Vicky kuwa kwa nini anahangaika na mwanaume ambaye hawezi kuishi naye, na kwamba wanaume wote ni sawa na bado atamuacha na kwenda kwa mwingine. Lakini Vicky akamwambia yeye ni mtu mzima na ana maamuzi yake. So dada yao alikuwa amefika kuwatembelea siku moja na akawa amemuona Precious hayupo sawa, kwa sababu tangu amefika hajazungumza chochote. Precious akasema yupo sawa. Dada mtu akawa anamuuliza Vicky, ni vipi, kuna kitu gani ambacho mmegombania? Vicky akasema hakuna kitu. So Vicky akamwambia Okeme kwamba yeye arudi tu Nigeria wakati anafanyia kazi visa yake na working permit. So mwana akawa anashangaa kuona Vicky anajitoa kiasi hicho kwake. So wakati wanaendelea mazungumzo
gumzo, Precious akaleta furushi la nguo na kumwambia mwana akafue. Akawa anamwambia afue nguo kwa mikono yake kwa sababu mashine ya kufulia haifanyi kazi na azingatie kwenye kiuno pamoja na kola. Ameajiriwa kufanya kazi na sio kuonesha mapenzi muda wote, na avae uniform, kitu ambacho kilisababisha Vicky kumind sana Precious kwa kumwambia Okeme akafue nguo, na Vicky akamwambia Okeme kazi yake ni kufanya usafi wa ndani na kupika, na kama una nguo chafu basi ukafue mwenyewe. So Vicky akarudisha zile nguo kwenye kochi. Precious akamwambia Okeme, fanya kama ambavyo nimekuagiza, usije kunijaribu. Vicky akamwambia mpenzi wangu hawezi kufanya hiyo kazi, utafua mwenyewe. So Precious akawa anapiga makofi kwa kufurahi pale na kumwambia kama ni mwanaume wako, mimi ni mfanyakazi wangu. So akaamua kumtupia nguo Vicky, na Vicky naye akarudisha tena kwa mara nyingine, na kukawa kuna majibishano baina ya watu wawili, lakini mwisho wa siku Okeme akaamua kuchukua nguo akaenda kufua. So wote wawili wakabaki wanashangaa. So kesho yake Precious akawa ameamua kuchukua jukumu la kufanya usafi, lakini mwana akawa anashangaa, akamwambia hili ni jukumu langu, kwa nini unafanya usafi? Lakini Precious akamwambia kaa leo pale, mimi nitachukua majukumu ya kufanya usafi na kuandalia kila kitu. So akawa amemwambia kae kwenye kiti pale, na akawa amemtengea msosi, lakini msela akaamua kurudisha msosi, akasema siwezi kula bwana. So Precious akawa anamwambia kwamba umekataa kuona mkatadi mtoto wako. Ndipo ambapo msela akabaki anashangaa, akageuka na kumuuliza umesema nini? So Precious akaamua kumwambia kwamba wiki kadhaa aligundulika na ujauzito. So Precious akaamua kumuomba msamaha mwana kwa namna ambavyo amekuwa na mtreat, lakini kumwambia kwamba anamhitaji sana. So mwana akaamua tu kurudi tu chini kwa sababu tayari binti ametambulika kwamba ana ujauzito ambao yeye ndio mhusika. So wakati amemkumbatia, Precious akawa ametokea na hakuamini kile ambacho alikiona. Akaamua kuondoka kwa hasira, huko Okeme anamuita Vicky, akamsukuma usinishike na kuchukia kabisa. Lakini mwana akamfuata chumbani na kumwambia kuwa hakuna kilichoendelea baina yake na Precious. Vicky akawa na mind sana Okeme kwamba anamzunguka, amemlambisha asali, alafu kumbe asali hiyo anamlambisha na rafiki yake kwenye nyumba moja. Mwana akawa anamwambia hakuna kinachoendelea, lakini Vicky akamuuliza ni muda gani mmekuwa pamoja. Vicky aliumizwa sana na kitendo ambacho alikishuhudia. So akatokea Precious akamwambia Okeme kuwa unaweza kumueleza kuwa nina ujauzito wa mtoto wako, alafu huyo akaondoka. Vicky alishangaa sana. So tangia hapo kulikuwa hakuna maelewano baina ya Precious na Vicky, ugomvi kila siku, na mwana akawa anajitahidi sana kuwasuluhisha. So issue ilimfikia dada mkubwa, na akawa disappointed na mwana kwamba amekuja kuwagombanisha marafiki zake wakati alimsaidia yeye aje kuwa na maisha bora, lakini yeye amekuja kutembea na marafiki zake wote wawili na kuleta ugomvi ndani ya mjengo. So dada mkubwa akamwambia mwana kwamba akusanye kila kitu chake waondoke. So mwana wakati anashuka, Vicky anamlilia huku Precious naye haelewi ataishije na kibendi. So ukapita muda mrefu sana, Precious na Vicky wakiwa pamoja tu wao wenyewe mjengoni, na Precious akaamua kumuomba msamaha Vicky, na Vicky na akaamua kumuomba msamaha Precious, na wakasameheana bwana. So rafiki wao karejea kama kawaida. So kesho yake mwana akiwa amerudi kwa surprise, na Vicky akafungua mlango, mwana anaamua kupiga magoti na kisha kumvisha pete Vicky. Yo man, na unakuwa mwisho wa picha hili linaitwa International Houseboy. Jamaa alifanikiwa kutembea nao wote, lakini mwisho siku alimchagua Vicky mwanamke wake wa maisha. Niandikie comment yako, lakini usisahau kusubscribe, ku turn on notification. Mimi naitwa Yusuf the Brave.